serikali imeimarisha udhibiti wa utozwaji wa ada na tozo kupitia marekebisho ya sheria ya bajeti na sheria ya fedha za umma. Taarifa ya utekelezaji wa bajeti kwa mwaka 2025/26. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka wa fedha 2025/26 ofisi ya msajili wa hazina ilipangiwa kukusanya maduhuli yenye thamani ya jumla shilingi trilioni 1.696. Chanzo cha maduhuli ni gawio, michango ya 15% ya mapato ghafi ya taasisi zinazochangia, mapato yanayotokana na uendeshaji wa mfumo wa usimamizi wa mawasiliano ya simu Tanzania yani TTMS, rejesho la riba na mikopo ziada na mapato mengineyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, hadi kufikia Machi 2026 jumla ya shilingi bilioni 779.91 zilikusanywa, sawa na 85% ya lengo kwa kipindi hicho. Aidha, inatarajiwa kwa sehemu iliyobaki ya makusanyo itapatikana katika kipindi cha robo ya 4 ya mwaka 2025/26 ambapo kampuni ambazo serikali inahisa hutoa gawio baada ya kukamilisha ukaguzi wa hesabu na mashirika yanayotoa mchango wa 15% ya mapato ghafi hukamilisha kuwasilisha michango hiyo na malimbikizo yake. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka wa fedha 2025/26 ofisi ya Rais Mpango na Uwekezaji iliidhinishiwa jumla ya shilingi bilioni 157.85 kwa mafungu yote matatu. Hadi kufikia Machi 2026 jumla ya shilingi bilioni 107.26 zilipokelewa, sawa na 67.95 ya kiasi kilichoidhinishwa. Sasa niwasilishe mapendekezo ya vipaumbele na mpango kazi kwa mwaka 2026/27. Mheshimiwa Mwenyekiti, mapendekezo ya vipaumbele na mpango kazi wa Ofisi ya Rais Mpango na Uwekezaji kwa mwaka 2026/27 yamezingatia kikamilifu malengo na matarajio yaliyoainishwa katika Dira 2050, mpango elekezi wa maendeleo muda mrefu 2050, mpango wa 4 wa maendeleo ya taifa wa miaka mitano 2026/27 hadi 2030-31, mpango wa maendeleo ya taifa wa mwaka 2026/27, ilani ya Chama cha Mapinduzi ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na hotuba ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya kufungua Bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliyotolewa na Mheshimiwa Rais tarehe 14 Novemba mwaka 2025. Aidha, mapendekezo haya yamezingatia majukumu mapya ya Ofisi ya Rais Mpango na Uwekezaji kama yalivyoainishwa katika mgawanyo wa majukumu ya wizara uliotolewa kupitia gazeti la serikali namba 686 na tarehe 19 Disemba 2025. Majukumu haya yamehusisha usimamizi wa maendeleo ya sekta binafsi na kuratibu programu za kuondoa umaskini nchini. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kuzingatia majukumu yake na mwongozo niliyoeleza hapo juu, Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji na taasisi inazozisimamia imepanga kutekeleza majukumu matano yafuatayo. Kwanza, kuratibu na kusimamia utekelezaji wa Dira 2050, mpango wa maendeleo wa taifa miaka mitano na mpango wa maendeleo ya taifa wa mwaka 2026/27. Kazi ya pili, kuhamasisha, kuwezesha na kutoa huduma kwa wawekezaji wa sekta binafsi. Kazi ya tatu, kuimarisha uwekezaji wa umma. 4, kuimarisha mazingira ya biashara, na kazi ya 5, kuratibu programu za kuondoa umaskini nchini. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kutekeleza Dira 2050 na nyenzo zake pamoja na hatua zingine, Tume ya Taifa ya Mipango itatekeleza yafuatayo. Kwanza, kuandaa mwongozo wa taifa wa tafiti na ubunifu ili kuweka utaratibu utakaowezesha watafiti na wabunifu kufanya shughuli zao na kuchangia kikamilifu katika maandalizi na utekelezaji wa mipango. Pili, kutayarisha mfumo wa kidijitali wa tafiti yani National Research Portal ili kuhifadhi tafiti na kuchakata matokeo ya tafiti na kuibua mikakati ya kuzitumia kuleta mageuzi kiutendaji na kiutekelezaji. Tatu, kuratibu maandalizi ya mipango ya maendeleo ya mikoa yani Regional Development Plans na mipango ya maendeleo ya halmashauri County Development Plans. Mipango hii inalenga kuhakikisha utekelezaji madhubuti wa afua za kimkakati katika ngazi ya mkoa na halmashauri kwa kuzingatia fursa mahususi na changamoto za kipekee katika maeneo hayo ya kiutawala. 4, kuratibu uandaji wa wasifu wa kiuchumi yani Regional Economic Profiles wa kila mkoa na mamlaka ya serikali za mitaa kwa kuzingatia rasilimali zilizopatikana katika maeneo hayo.
5, kuratibu usimamizi, ufuatiliaji na upimaji wa utekelezaji wa mipango ya maendeleo ya kitaifa kwa kuzingatia mfumo wa kitaifa wa usimamizi wa mipango ya maendeleo, yani National Results Based Monitoring, Evaluation, Learning and Accountability Framework. 6, kutathmini hali ya rasilimali za nchi katika sekta mbalimbali kwa lengo la kuwezesha uwekezaji wenye tija. Na 7, kuendelea kufuatilia mwenendo wa hali ya uchumi kikanda na kimataifa ili kupendekeza hatua zinazopaswa kuchukuliwa katika kuimarisha usimamizi wa uchumi. Mheshimiwa Mwenyekiti, aidha Tume ya Taifa ya Mipango itaandaa mwongozo wa mashirikiano ya kiuchumi baina ya Tanzania na nchi nyingine, yani Economic Cooperation Framework. Hatua hii inalenga kubainisha vigezo vitakavyotumika katika ushirikiano wa Tanzania na nchi nyingine au taasisi za kikanda na kimataifa ili kufikia vipaumbele vya nchi kwa kuzingatia mipango ya maendeleo na dira ya taifa 2050. Kupitia mwongozo huo, serikali itaimarisha uratibu wa mikataba ya ushirikiano kupitia tume za pamoja za ushirikiano, yani Joint Permanent Commissions JPC, ili kuhakikisha inaendana kikamilifu na mipango ya kitaifa, kuleta tija kwa uchumi na kuchangia ustawi wa jamii. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kuendelea kuhamasisha, kuwezesha na kutoa huduma kwa wawekezaji wa sekta binafsi wa ndani na nje ya nchi, mwaka 2026/27 Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji kupitia Mamlaka ya Uwekezaji na Maeneo Maalum ya Kiuchumi imepanga kutekeleza majukumu yafuatayo. Mosi, kufanya tathmini ya utekelezaji wa vivutio vilivyopo ili kuandaa mwongozo mpya wa vivutio kwa wawekezaji nchini. Msisitizo utawekwa katika kuhakikisha kuwa vivutio hivyo vinachochea uwekezaji mkubwa wa kimkakati na hususan uwekezaji wa ndani unaoweza kuleta mageuzi ya viwanda, kukuza viwanda vidogo na vya kati na kuongeza ajira kwa vijana. Lengo kuu ni kuwezesha Tanzania kuwa kitovu cha uzalishaji wa bidhaa kwa ajili ya soko la ndani, soko la ukanda wa Afrika Mashariki na bara la Afrika kwa ujumla. Aidha, mwongozo utapendekeza vivutio maalum kulingana na maeneo ya kijiografia ili kila mkoa uvutie wawekezaji kulingana na jiografia ya mkoa husika na fursa zinazopatikana katika mkoa huo. Mwongozo upya utajumuisha vivutio maalum vya uwekezaji kwa wazawa ili kuleta hamasa na kuongeza kasi ya ukuaji wa uwekezaji wa ndani. Hatua hii itaenda sambamba na kuandaa kitabu cha orodha ya vivutio, yani Investment Incentives Compendium Book. Pili, kuongeza ardhi iliyoandaliwa kwa ajili ya uwekezaji, yani Land Bank for Investment, kwa kufanya utambuzi wa maeneo yenye sifa stahiki kwa uwekezaji, ulipaji wa fidia, uendelezaji wa miundombinu wezeshi kama barabara, umeme, maji, gesi na mawasiliano. Aidha, TISEZA itahamasisha sekta ya umma na binafsi kuwasilisha ardhi zao kwa ajili ya kutafutiwa wawekezaji. Taarifa kuhusu maeneo haya zitakusanywa na kuhifadhiwa katika mifumo ya mawasiliano ya ofisi na TISEZA ili kuwezesha wawekezaji kuzipata wakiwa mahala popote duniani. Tatu, kuandaa mkakati wa kuvutia wawekezaji wa kimkakati katika sekta ya uunganishaji na utengenezaji wa magari. Hatua hii inafuatia tathmini ya awali iliyofanywa na Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji kwa kushirikiana na taasisi ya Africa Association Automotive Manufacturer ya Afrika Kusini, ambayo ilibaini fursa kubwa ya kuvutia wawekezaji katika sekta hii. Mkakati utaainisha aina ya wawekezaji wanaolengwa, aina ya uzalishaji unaokusudiwa pamoja na vivutio vitakavyowekwa ili kuhakikisha ushindani wa sekta hii katika ngazi ya bara la Afrika. Shabaha yetu ni kuwa ifika mwaka 2030 Tanzania iwe miongoni mwa vinara wa uzalishaji na uunganishaji wa magari katika bara la Afrika. 4, kuhamasisha, kuwezesha na kutoa huduma kwa wawekezaji waliopo na wanaotarajia kuwekeza ndani ya maeneo maalum ya uzalishaji kwa ajili ya mauzo ya nje, yani export processing zones. Katika kuvutia wawekezaji kuwekeza na kuzalisha bidhaa katika maeneo haya, Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji itaweka mikakati mbalimbali ikiwemo kurahisisha usajili ndani ya maeneo haya, kuboresha miundombinu ya uwezeshi, kuhamasisha ubora wa bidhaa ili kukidhi viwango vya kimataifa na kuhamasisha matumizi ya teknolojia mpya katika uzalishaji wa bidhaa. Na 5, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kuandaa maeneo maalum ya uwekezaji kwa ajili ya vijana, na TISEZA itatenga maeneo maalum ya uwekezaji kwa ajili ya vijana kupitia program ya Youth Industrial Special Economic Zones ambayo itawezesha vijana kupata ardhi kwa ajili ya kujenga viwanda.
Maeneo hayo yatajengwa katika maeneo maalum ya uwekezaji yaliyopo katika mikoa ya Dodoma, eneo la Nara, ekari 100 zimetengwa kwa ajili ya vijana. Pwani, Kwala, ekari 20 zimetengwa kwa ajili ya vijana. Mara, Bunda, ekari 100 zimetengwa kwa ajili ya vijana. Ruvuma, Songea, ekari 100 kwa ajili ya vijana. Na Pwani, Bagamoyo, ekari 20 kwa ajili ya vijana. Vijana watapewa fursa ya kuwekeza kama watu binafsi ama kupitia vikundi, na wataweza kushiriki katika sekta mbalimbali za uwekezaji. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kuendelea kuimarisha uwekezaji wa umma mwaka 2026, pamoja na mambo mengine, serikali kupitia ofisi ya msajili wa hazina imepanga kukamilisha mswada wa sheria ya uwekezaji wa umma. Pamoja na mambo mengine, mswada huu utapendekeza hatua zifuatazo: mosi, kuanzishwa kwa mamlaka ya usimamizi wa uwekezaji wa umma; pili, kuanzishwa kwa mfuko wa uwekezaji wa umma; na tatu, kuanzisha mfumo wa ushindani katika upatikanaji wa watendaji wakuu na wajumbe wa bodi za wakurugenzi za mashirika ya umma; na nne, kuongeza uhuru wa kujiendesha kwa mashirika yanayofanya biashara. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka wa fedha 2026/27 serikali kupitia ofisi ya msajili wa hazina itaendelea na zoezi la tathmini ya utendaji wa mashirika na taasisi za umma na kuchukua hatua stahiki, ikiwemo kuunganisha taasisi na mashirika ya umma ambayo majukumu yake yanashabihiana na kufuta taasisi na mashirika ya umma ambayo malengo ya kuanzisha kwake yamepitwa na wakati au majukumu yake yanaweza kufanywa na taasisi zingine. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kuendelea kuimarisha mazingira ya biashara na uwekezaji pamoja na hatua zingine, serikali imepanga kukamilisha na kuanza kutekeleza mkakati wa kuimarisha mazingira ya biashara na uwekezaji. Mkakati huu utahusisha maeneo makubwa 11 yafuatayo. Kwanza ni ujuzi wa kazi, maendeleo ya rasilimali watu, mafunzo na utafiti. 2, miundombinu na huduma za msingi za umma. 3, muundo wa taasisi, mipango na uratibu wa taasisi. 4, mabadiliko ya mtazamo wa kibiashara na wajibikaji. 5, uwekezaji na matumizi ya mifumo ya dijitali, yani digitalization. 6, uanzishwaji wa biashara na mazingira ya biashara. 7, eneo na majengo ya kufanyia biashara. 8, fedha na uwekezaji. 9, utatuzi wa migogoro ya kibiashara, ufilisi wa kampuni. 10, ulinzi wa haki za ubunifu na miliki bunifu. Na 11, upatikanaji wa masoko ya ndani na kimataifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kuchochea uboreshaji wa mazingira ya biashara na uwekezaji katika ngazi ya mamlaka ya serikali za mitaa, serikali itaanzisha programu maalum ya upimaji wa kila mwaka wa mamlaka ya serikali za mitaa kuhusu mazingira ya biashara na uwekezaji katika maeneo yao. Kupitia programu hii, mikoa itapimwa na kushindanishwa kwa kuzingatia vigezo vya kuhamasisha, kuwezesha, kulinda na kuhudumia wawekezaji na kuimarisha mazingira ya biashara katika maeneo yao. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama sehemu ya utekelezaji wa mkakati wa kuimarisha mazingira ya biashara na uwekezaji, serikali imepanga kuandaa mapendekezo ya sheria ya uwezeshaji wa biashara, yani Business and Investment Facilitation Act, itakayosaidia kurahisisha majukumu ya udhibiti, kudhibiti adhabu na ukaguzi sio lazima, na kusaidia urasimishaji wa biashara na kuongeza wigo wa kodi. Sheria hii itatumika kama chachu ya kuboresha mazingira ya uwekezaji na kuongeza ushindani wa nchi kimataifa.